Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina yangu naitwa mchungaji Emmanuel Mpenda. Niko mbele yenu sasa siku ya leo nakuja kutambulisha kipindi chetu cha Evening Glory, kipindi ambacho kitakuja mbele yako kwa ajili ya kukuletea neno la Mungu kutoka katika chuo cha Gombo. Na katika kipindi hichi tutajifunza mambo mengi, tutapata uelewa na ufahamu wa aina tofauti tofauti kutoka katika chuo chetu na kutoka katika Biblia kwa ujumla. Kwa hiyo nikukaribishe sana wewe ambaye unasikia au unanitazama wakati huu na saa hii. Mimi niko mbele yako kwa ajili ya kuweza kujengana na kuimarishana kiimani, ili kwamba tuweze kumjua Mungu na kumfahamu Mungu kama Biblia inavyosema ya kwamba tumfahamu Mungu kwa kina, kwa marefu na mapana. Kwa tunahitaji kumjua Mungu kwa namna yoyote. Kwa hiyo nikukaribishe jioni ya leo ili kwamba tuweze kuwa pamoja kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na kwa ajili ya kuweza kutafakari habari za ufalme wa Mungu. Siku ya leo kwa sehemu nataka tutafakari kidogo neno ambalo linatoka katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 14. Ni tutatafakari hapo ili kwamba tuweze kuona Biblia inasemaje na nini kimezungumzwa mahali hapo. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu hiki cha Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 14, anasema, na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. 15 anasema, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Jioni ya leo neno hili ni neno ambalo linazungumza au linaonyesha namna ambavyo habari za wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kuelekea Kanaani. Kuna wakati ambao walikutana na jaribu la kuweza kuumwa na nyoka. Nyoka waliwang'ata watu wote, kwa hiyo wakapoteza ile hali ya ufahamu wao, wakapoteza ile hali ya afya yao. Kwa hiyo Mungu akamwelekeza Musa, akamwambia Musa kwamba atengeneze nyoka kwa ajili ya kuweza kumweka na kila mtazamaye ataweza kupokea uponyaji. Kwa hiyo sasa neno linaposema katika ile 15 mstari wa 15 anasema, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. It means kwamba mtu ambaye alikuwa anaamini au alikuwa anaangalia yule nyoka alikuwa anaweza kupona. Ile sumu ya nyoka ilikuwa inaondoka, inamwachilia. Kwa hiyo hata leo sisi leo tunapaswa kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye anayeweza kuondoa sumu zote ambazo ziko ndani yetu, sumu za dhambi, sumu ambazo zinatuunganisha katika nguvu ya dhambi, nguvu ya uovu. Hakuna kinachoweza kuondoa sumu, hakuna kinachoweza kuondoa vitu ambavyo vinatusababishia tuonekane ni wenye dhambi isipokuwa ni Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo yeyote ambaye anaweza kumwangalia Yesu, yeyote ambaye anaweza kainua macho yake akamwangalia Yesu, inampa nguvu au uwezo wa kuweza kupata uzima, kuweza kupata ile mamlaka ya kuweza kushinda dhambi au kushinda ule uovu. Kwa hiyo jioni ya leo ninakuletea au nakukumbusha kwamba tunapaswa kumwangalia Yesu Kristo, maana yeye ndiye anayeweza kutupa nguvu ya kushinda dhambi. Yeye ndiye anayeweza kutupa nguvu ya kuweza kupona katika changamoto
na shida tulizonazo. Ndio maana Musa aliambiwa aweke nyoka wa shaba, kwa maana kwamba aliyekuwa akimtazama yule nyoka wa shaba alipokea uzima, aliweza kupona katika ile sumu ambayo ilikuwa ikimsumbua. Ndugu yangu mpendwa, wewe unayenitazama jioni ya leo, yamkini au yawezekana kuna vitu natamani kuviacha, lakini umeshindwa kwa sababu hauna njia ya kuweza kukusaidia kuacha. Lakini jioni ya leo ninakuletea habari za huyu Yesu ambaye anaweza kukupa nguvu au akakuwezesha kuiacha hiyo dhambi. Yamkini umetamani kuacha pombe, yamkini umetamani kuacha uzinzi, lakini umejikuta uwezi. Yamkini wewe ni mgomvi sana, mtu akikugusa kidogo yani unaamsha ugomvi, unatamani kuacha huo ugomvi lakini unashindwa. Lakini jioni ya leo ninakuletea habari za huyu Yesu ambaye akiingia ndani yako anaondoa hiyo hasira, anaondoa hiyo nguvu ya dhambi. Anasema kila amwaminie yeye anaokolewa katika huyo Kristo. Kwa hiyo jioni ya leo, hebu muamini Yesu, uone kama utabaki katika shida hiyo, uone kama utabaki katika tatizo hilo. Jioni ya leo ni neema tu na ni kwa sehemu ambayo Roho Mtakatifu anataka usikie ujumbe huu na habari hii kutokana yamkini na changamoto unayopitia. Ukiamini na ukikubali, hautabaki kama ulivyo, hautabaki katika shida hiyo na changamoto hiyo unayoipitia. Kwa hiyo nikwambie ya kwamba ili uweze kushinda dhambi, ili uweze kushinda hiyo nguvu, ili uweze kushinda hayo matatizo, lazima umtazame Yesu. Lazima uinue macho yako kama nyoka wa shaba aliyekuwa amewekwa jangwani ili watu wanaomtazama waweze kupona. Na wewe unapaswa kumtazama Yesu ili kwamba uweze kupona kwenye magonjwa yako, uweze kupona kwenye shida yako unayopitia. Lazima ukubali kumtazama Yesu, ndiye anayeweza kukutoa hapo ulipo. Yamkini upo kitandani, unawezaje kutoka kitandani? Lazima ukubali kumtazama Yesu. Ameinuliwa kwa ajili yako pale msalabani. Yesu ameinuliwa kwa ajili yako. Ukiangalia Yesu pale msalabani, utanyanyuka hapo kitandani. Yamkini kuna namna moja au nyingine unapitia changamoto, unapitia vita, unapitia hali ngumu ya kiuchumi. Unawezaje kutoka hapo? Lazima umwangalie Yesu. Ukimwangalia Yesu, hautabaki hivyo ulivyo. Ndugu yangu, embu jioni ya leo na majira haya, embu ukubali na ufungue moyo wako kwa ajili ya kumtazama Yesu au kumruhusu Yesu aweze kuwa sehemu ya maisha yako, aweze kuwa na nafasi ndani yako, na kuhakikishia kwamba utaliona badiliko kwenye maisha yako, utaona kupiga hatua katika maisha yako, kwa sababu yeye ndiye msaada wetu na ndiye anayeweza kutuponya, akatupa uzima tena, akatupa nguvu tena. Kwa hiyo niseme ya kwamba jioni ya leo nimetamani nishare na wewe na nikukumbushe habari hizi za kumtazama nyoka wa shaba aliyetengenezwa na Musa. Lakini leo hii hatumwangalii nyoka wa shaba, tunayemwangalia ni Kristo. Maana yule nyoka alikuwa ni mfano wa Kristo, aliinuliwa kwa mfano wa Kristo kwa kanisa la wana wa Israeli. Lakini leo tupo kanisa la Kristo, kanisa la kiroho, kanisa la watakatifu, kanisa la Waisraeli wa pili. Lazima tumtazame Yesu ili atusaidie au atuvushe katika changamoto na katika vikwazo tunavyopitia. Kwa hiyo hebu muangalie Yesu katika hali unayoipitia, katika vita unayoipitia. Yamkini umekataliwa, yamkini unapigwa vita, yamkini kuna watu wanakuumiza, watu wanakujeruhi. Unawezaje kushinda? Unawezaje kuvuka? Lazima umtazame Yesu, ndipo unaweza kutoka hapo ulipo. Maana Yesu ndiye aliye karibu yako, anayeweza kukutetea. Yesu ndiye anayeweza kukuvusha na kukushindia dhidi ya maadui na watesi ambao wanafuatilia maisha yako, wanafuatilia mambo yako ili kukurudisha nyuma, kukushusha. Lazima umweke Yesu mbele, ndiye anayeweza kukuvusha. Kwa hiyo jioni ya leo mpendwa, hebu kubali upokee neema hii, ukubali kumpa Yesu nafasi kwenye maisha yako ili aweze kukuvusha na kutoa hapo ulipo, akupeleke katika ngazi nyingine, katika level nyingine ambayo utaweza kushinda na kuweza kufanikiwa na kuvuka hapo ulipo. Lakini mstari ule wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Lazima tumwamini Yesu ili tuwe na uzima wa milele. Wapendwa, lazima tumwamini Yesu.
Huwezi na wala haiwezekani kuwa na uzima wa milele ikiwa haumwamini Yesu. Yesu ndiye uzima wa milele. Ukimpata Yesu na wewe unapokea uzima wa milele. Ukimpata Yesu unafanyika, anasema kwamba unakuwa anasema ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na nini? Na uzima wa milele. Hauwezi kupotea ukiwa na Kristo. Hauwezi kupotea kama umemruhusu Yesu aingie kwenye maisha yako. Kwa hiyo hebu naomba na ninakusihi sana, hebu kubali kumwamini Kristo. Kubali kumpa Yesu nafasi katika maisha yako ili abadilishe maisha yako, abadilishe hali yako ya uchumi, abadilishe hali yako ya vita unayoipitia, hali yako ya mapambano unayopitia, unayoumizwa, unayojeruhiwa. Yamkini umekataliwa, wewe ninayezungumza na wewe. Watu hawakutaki, kila unayemsogelea unaona ni kama na kukimbia. Yamkini umekataliwa na mchumba, umekataliwa na mume wako, umekataliwa ndoa yako, uelewi hatima yake, umekataliwa, wanakujeruhi kwa namna mbalimbali. Hebu mpe Yesu maisha uone kama mtabaki kama ulivyo. Mpe Yesu maisha uone kama mtabaki hivyo ulivyo. Yesu ndiye suluhisho ya matatizo yetu na changamoto zetu ikiwa tutampa nafasi kwenye maisha yetu. Najua nikwambia siri moja, tofauti ya Mungu na shetani iko hapa. Mungu kanuni yake yeye huwa halazimishi. Yeye anasubiri ufungue moyo wako, umruhusu ili aingie ndani yako aweze kufanya jambo. Lakini kanuni ya shetani, yeye jinsi alivyo, huwa yeye habemberezi. Ukubali ukatae, anakuja kwako tu. Ndio maana unaona watu wengi wanakutana na changamoto, wanakutana na mambo mengi ya kuumizwa, ya kujeruhiwa, kwa sababu shetani au muharibu anapokuja hapigi hodi na wala habemberezi. Yeye anafika na kuanza kuharibu, anafika na kuanza kujeruhi. Yamkini shetani ameingia kwenye maisha yako, ndio maana ndoa yako inakusumbua. Yamkini shetani ameingia kwenye maisha yako, ndio maana uchumi wako unakusumbua, kwa sababu umeruhusu shetani akae kwenye maisha yako, umeruhusu shetani atawale maisha yako. Lakini kama ungemruhusu Yesu, yeye angekupa amani, angekupa furaha. Yesu anasema amani nitoayo sivyo kama ulimwengu toavyo. Anayetoa amani ya kweli ni Kristo. Anayetoa amani ambayo haiwezi kuelezeka ni Yesu wa Nazareti. Shetani hawezi kukupa amani. Unajua watu wengi wametafuta amani kwa waganga lakini hawajapata. Watu wametafuta amani, anadhani ya kwamba akienda kwa mganga atampa furaha ambayo ameikosa, atampa ile faraja ambayo anaitamani, na kuhakikishia kwamba kwa mganga hakuna faraja, kwa mganga hakuna furaha, kwa mganga hakuna amani. Amani inapatikana kwa Yesu Kristo. Ukija kwa Yesu atakupa amani iliyopotea, amani iliyotoweka. Nasema ya kwamba anasema wote wamwaminio anasema kwamba wanafanyika kwa watoto wake. Wote wamwaminio Kristo wanakuwa watoto wake. Kwa sababu ukiwa ni mtoto wa Kristo, ukiwa ni mtoto wa Mungu, haui mtu ambaye ni wa kuonewa, haui mtu wa huzuni, haui mtu wa kawaida. Unakuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Sasa jioni ya leo, mtu wa Mungu mpendwa unanisikiliza, Roho wa Mungu akusaidie, na Mungu akusaidie uweze kuamini hiki ninachokwambia na uweze kukubali hiki ninachokwambia, kwa sababu hakuna kupona bila kumruhusu Yesu kwenye maisha yako. Hakuna kuvuka mahali ulipo bila kumruhusu Yesu kwenye maisha yako. Maumivu na mateso unayopitia, anayeweza kukuondoa hapo ni Yesu peke yake. Kwa hiyo mimi nikusihi na nikuombe kwamba embu badilisha hali yako ya maisha, hali yako ya mtazamo. Ulikuwa ukitazama yamkini waganga, ulikuwa ukitazama yamkini watu fulani, ulikuwa unatazama yamkini kwamba fulani atanisaidia, au fulani nikimweleza atanitoa hapa nilipo. Lakini hakuna anayeweza kukutoa mahali ulipo isipokuwa ni Yesu peke yake. Ndiye anayeweza kukutoa na kukupeleka mahali ambapo unapata amani. Jioni ya leo na saa hii na majira haya na nyakati hizi, ninaomba uweze kuamini hiki ninachokwambia, kwa sababu kimtazama Yesu, kwa sababu kimwangalia Yesu, atakuvusha, atakupigania, atakuponya, atakusaidia katika magonjwa
yako, atakusaidia katika uchumi wako. Yamkini uelewi uchumi wako namna ambavyo unaenda, huoni njia ya kupita, huoni njia ya kupenya. Mimi ni kusina ni kuombe kwamba embu mtazame Yesu wa Nazareti, atakuvusha na atakusaidia, hautabaki kama ulivyo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jioni ya pekee ambayo neno hili limekuja kwa wakati ambao naamini yamkini ni ulikuwa mahali ambapo uelewi, haujui ufanye nini. Sasa hebu chukua hatua uweze kuanza maisha mapya, kuanza ukurasa mpya, kuanza mtazamo mpya. Uache kutazama watu, uache kutazama wachawi, uache kutazama waganga, mtazame Kristo uone kama utabaki kama hivyo ulivyo. Kama ni mchumba kukimbia, ukimtazama Yesu atamrejesha. Kama ni wakwako, lazima arudi mwenyewe. Kama uchumi wako umeporomoka, hebu mtazame Yesu uone, atakupa akili namna ya kupata fedha, atakupa ufahamu namna kuweza kuinuka kiuchumi. Lazima umtazame Yesu, kwa sababu yeye ndiye ana suluhisho ya maisha yako, ndiye ana suluhisho ya hapo ulipo, na wala si mtu yeyote, wala si mtu mwingine. Yesu pekee ndiye anayeweza kukuvusha na kukutoa hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi jioni ya leo mimi naitwa mchungaji Emmanuel Mpenda. Nipo katika chuo cha Gombo, chuo cha Gombo. Ukiingia YouTube utapata mambo mengi katika chuo hicho. Wewe andika chuo cha Gombo, utaweza kuona vitu vingi tumeviweka mahali hapo ambavyo vinakuinua, vinakuimarisha kiimani, vinaweza vikabadilisha maisha yako. Na pia kwa msaada zaidi, hebu wasiliana na sisi ili kwamba tuweze kukushauri, tuweze kukuelekeza nini cha kufanya, pia kwa habari ya imani yako, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya uchumi wako, kwa habari ya biashara zako ambazo unapambana, unatumia nguvu nyingi sana lakini huoni matokeo. Ni kwa namna gani sasa utoke hapo? Embu tuwasiliane. Piga simu, naiona hapo kwenye screen, kwenye screen hapo inaonekana namba ya simu. Tuwasiliane ili kwamba tuweze kushauriana, tuweze kuombea pia, ili kwamba Mungu aweze, au Yesu aweze kukuvusha na kukutoa mahali ulipo. Yamkini umenisikia na yamkini umeamini ukasema, mchungaji, kwa kweli ulichokizungumza ninastahili, au ninapaswa, au ninasikia kumtazama Yesu kuanzia sasa, maana maisha ninayopitia kwa kweli sielewi ninakoelekea. Kwa hiyo hebu niweze kuzungumza na wewe maneno haya ya kukuelekeza, kukuongoza katika hali ya kuweza kumruhusu Yesu aweze kutawala, au uweze kuanza kumtazama Yesu katika maisha yako. Naomba nikuombee sasa ili kwamba uweze kuanza safari hii na hatua hii na Kristo katika maisha yako. Basi hebu niombe kwa ajili yako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, Mungu aliye hai, Mungu mwaminifu, tazama jioni ya leo Bwana. Baba, nimenena habari za ufalme wako, habari ya neno lako Bwana. Nimezungumza kwa watu hawa, mtu huyu anayenisikia na ambaye amekubali kutumia muda wake kwa ajili ya kunisikiliza, kwa ajili ya kusikiliza neno hili Bwana. Tazama jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo Bwana, ninamuinua mbele zako Bwana Yesu, ili kwamba mfalme wa falme uweze kufanya jambo jipya kwenye maisha yake. Yamkini kuna mahali anapita ambapo haelewi afanye nini. Kuna mahali anapita haelewi ni kwa namna gani atavuka mahali hapo. Yesu Kristo, najua ya kwamba unaweza kumvusha, kama vile ambavyo ulimshika Petro mkono wakati alipokuwa akitembea juu ya bahari, akaanza kuona ghafla anazama. Ndivyo Bwana, ninajua ya kwamba ndugu yangu huyu unaweza kumshika mkono ukamtoa katika hali yake ya kuzama katika kiuchumi, kuzama kibiashara, kuzama kiafya. Anataka kuharibikiwa katika maisha yake kwa namna moja au nyingine. Yesu Kristo, ninajua ya kwamba unaweza kumvusha na ukamtoa mahali hapo kuanzia sasa, katika jina la Yesu na kwa damu Yesu. Bwana Yesu, naomba mkono wako na nguvu yako juu yake, akapate kuona neema na baraka kwenye maisha yake, akapate kuona Yesu Kristo ukimwinua na kumtoa mahali yalipo kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu mtakatifu, ninamkabidhi mikononi
mwako na kumweka chini ya utukufu wako Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu aliye hai, nikiomba na kushukuru. Sema amen. Amen. Basi ndugu yangu pendwa ambaye umepokea neno hili na kulisikia neno hili, namba za simu naziona mahali hapo kwenye skrini yako. Sasa hebu tuwasiliane kwa ajili ya msaada zaidi, kwa ajili ya maombi zaidi, ili kwamba mahali ulipo uweze kusaidiwa, uweze kuvushwa na Mungu mwenyewe, ili kwamba amani iliyopotea iweze kurejea. Sasa mimi naitwa Mchungaji Emmanuel, ninapatikana katika chuo cha Gombo. Njoo ili kwamba tuweze kukusaidia na kupeana au kuongezea na maarifa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Karibu sana, karibu sana. Mungu akubariki kwa ajili ya kunisikiliza. Amen. Amen.